Okay. So ladies and gentlemen, leo tunaenda tunaenda kuzungumzia kuhusu masuala ya hisa za kidijitali and blockchain technology. Tunaenda kuzungumzia kuhusu digital shares, sawa, and blockchain technology. Sawa, and blockchain technology. Na hatutaongelea in deep sana, lakini na imani kwamba kila mtu yupo katika magrupu yetu ya biashara, na wakati siku zinavyoenda utaendelea kujifunza mambo mbalimbali, lakini pia tuna YouTube channels ambazo tumeshafundisha masomo mengi sana. Unaweza ukapitia kwa muda wako na ukaweza kuongeza ujuzi zaidi. Sawa, lakini kwa leo wageni wataenda kupata basic knowledge, na kama kuna mtu yote atakuwa na maswali basi ataweza kuuliza. Alright, ngoja basi tuendelee hapa. Sasa hisa za kidijitali na teknolojia ya blockchain. Naamini kwamba blockchain technology sio ngeni kwa wengi wenu, ni kitu ambacho kinazungumziwa sana sasa hivi duniani, na ni teknolojia ambayo imeendelea kuboresha mifumo mbalimbali ya kifedha na kuweza kuongeza upana wa namna gani ambavyo revolution ya finance inavyofanyika huko duniani. So blockchain technology ni teknolojia tu ya kisasa ambayo inamruhusu mtu yote ambaye ana wazo lake la kiubunifu basi kuweza kuwakilisha kidijitali. Yaani kitu ambacho blockchain imekuja kufanya, imekuja tu kuboresha mfumo au imekuja kuboresha namna gani ambavyo mawazo au mifumo ya kifedha inavyowakilishwa au inavyoendeshwa duniani, au namna gani ambavyo mawazo mbalimbali yanavyowakilishwa duniani. Kwa hiyo blockchain ni teknolojia ya kimsingi ambayo inamsaidia pia mtu yeyote ambaye ana wazo lake la kiubunifu kuweza kuwakilisha kidijitali. Tumezoea kwa mifumo ya kawaida, ukiwa na kampuni yako basi unaweza ukapitia traditional means ambazo tumezoea. Unaweza labda ukaenda BRELA, ukaenda serikali za mtaa, ukaenda TRA, ukatengeneza katiba na vitu mbalimbali. Kuna those steps ambazo unapitia kwa ajili ya kuweza kufungua kampuni yako katika the traditional way ambayo tumezoea, lakini kwa kupitia teknolojia ya blockchain, the same idea ulionayo ambao unataka kuifungulia kampuni, unaweza ukamtafuta computer programmer na ukampa wazo lako, na yeye kama computer programmer akakusaidia kuweza kuliweka wazo lako kidijitali kwa kutumia teknolojia ya blockchain, na likaweza kutumika na misingi ile ile ambayo ungeweza kulifanyia kwa njia ya traditional way tuliozoea. Sio kama tunaelewana. So blockchain ni teknolojia tu, it's an infrastructure ambayo inatoa an opportunity kwa mtu yoyote ambaye ana wazo lake na anataka kuliweka in digital form. Sasa blockchain, kwa nini blockchain inakubalika sana duniani? Kwa sababu imekuja kuongeza accessibility. Blockchain inaongeza accessibility. Accessibility tunamaanisha nini? Mawazo ambayo yamejengewa kwenye teknolojia ya blockchain basi yana uwezo wa kuwa accessible global. Yaani yanaweza kufikika kidunia. Wewe umeanzisha kampuni yako lese ya kilimo, lakini badala ya kwenda kutumia the traditional way tuliozoea kutumia kwa ajili ya kuweza kuanzisha kampuni, ukaamua labda you program your idea kwenye blockchain technology, hiyo kampuni yako ya kilimo inakuwa na wide accessibility, kwa sababu blockchain ni teknolojia, it's a global technology. Yani mtu yote anaweza access blockchain dunia nzima. So whatever idea yote au wazo yote ambalo una represent kwenye hii teknolojia, basi unakuwa unafanya wazo lako la kibiashara linakuwa more global. Sio kama tunaelewana. So ni kitu ambacho kimekuwa kivutio kwa watu wengi sana, wafanyabiashara mbalimbali, wawekezaji mbalimbali kuweza kuaccess ideas ambazo zipo kwenye blockchain technology au kuweza kuwakilisha mawazo yao katika mfumo huu wa teknolojia. Ni kwamba tu nchi zetu za Kiafrika mara nyingi unakuta tuna develop polepole ukilinganisha na mataifa mengine, lakini ni teknolojia ambayo ipo adaptable duniani kwa asilimia kubwa sana, na
watu wengi sana huko wameshaanza kuitumia kwa ukubwa sana, hata makampuni au mabenki mbalimbali duniani. Kuna baadhi ya mabenki ambao wameweza kuadapt kuweza kufanya bank system zao ziweze kuwa na centralized nature na decentralized nature, ambao kwenye tunapozungumzia decentralization sasa tunakutana na blockchain system, sawa. So ni kitu ambacho ni kikubwa sana ambacho kimekuja kusaidia more accessibility ya namna ambavyo ideas are presented in the world, lakini pia kitu kingine kinafanya mawazo ya watu yasiwe na mipaka, sawa, kuonyesha kwamba mtu yoyote, yani wazo linaweza likafika sehemu yoyote. Lakini pia blockchain ina pila ambayo let's say transparency. Blockchain ipo wazi, ni teknolojia ambayo ipo wazi in a sense ya kwamba unaweza ukaverify hizo particular projects ambazo zimejengiwa kwenye hiyo teknolojia. Yani kuna sites mbalimbali ambazo unaweza ukatumia na ukaweza kuhakiki mawazo yoyote ambayo yamekuwa presented kwenye teknolojia ya blockchain. Tunasema kwamba it is very very transparent na mtu yoyote anaweza akai access. Lakini pia blockchain inatumia decentralization. Tunasema decentralization tunamaanisha nini? Kwamba hakuna mtu mmoja ambaye anafanya maamuzi, yani hamna mtu mmoja ambaye yeye ndo anayefanya maamuzi peke yake kwenye blockchain. No, inatumia community engagement zaidi, kwamba maamuzi yoyote, maboresho, mapendekezo, mabadiliko yoyote ambayo yanatakiwa kufanyika kwenye system, basi yanahitaji community husika ambayo inatumia hiyo blockchain system, na kunakuwa na poll au kura zinapigwa, na lazima kura ziweze kuzidi 51% ili mfumo uweze kufunguka, kwa sababu blockchain inatumia mikataba inaitwa smart contract, na hiyo mikataba ni mikataba ambayo haiwezi kuvunjwa bila kuwa na engagement ya community. Yani ni mikataba ambayo ikishatengenezwa basi yani lazima iweze kufuata utaratibu ambao umejengewa au kufuata maelekezo ambayo yametengenezewa. Kutakiwa kuwa na maboresho yote, lazima community inayotumia huo mfumo iweze kufanya maamuzi kwa kupiga kura, na hizo kura zizidi 51%, then hiyo mkataba husika ambao unatakiwa kubadilishwa basi ndio unaweza kubadilishwa. Lakini pia blockchain system ina security kubwa sana sasa katika upande wa kutunza taarifa. Taarifa yote ikiingia kwenye mfumo wa blockchain, basi hauwezi ukaifuta, hauwezi ukadanganya mfumo na hauwezi ukaibadilisha. Blockchain ina security kubwa sana katika data storage. Ukiangalia hata projects ambazo zimejengiwa kwenye blockchain, let's say mfano Bitcoin nadhani watu wengi mnaijua, wengine labda mmesikia, wengine labda mmeshawahi hata kununua, lakini muamala wa kwanza uliofanyika kwenye Bitcoin project mpaka leo hii upo kwenye mfumo wa blockchain. Yani muamala ukishaingia au transaction ikishaingia au any validated transaction ikishafanyika kwenye blockchain system, basi hauwezi ukafuta huo muamala, hauwezi ukauondoa, wala hauwezi ukaubadilisha. So ina security kubwa sana katika kutunza taarifa. So hizo ni pillars ambazo zina govern blockchain system na kufanya blockchain inakubalika sana duniani na kufanya blockchain inazidi kukua kwa kasi duniani na kuweza kukubalika na watu wengi sana duniani. Sasa blockchain inaweza ikatumika katika njia mbalimbali. Inaweza ikatumika kwenye mawasiliano, inaweza ikatumika kuna nchi wanatumia za adapt kwenye electoral committees, inaweza ikatumika kwenye masuala ya finance. Na tunapokuja sasa kwenye upande wa finance, ndio tunakutana na kitu ambacho watu wengi mmekisikia sana, kinaitwa cryptocurrency. Kinaitwa cryptocurrency. Nadhani hichi ni kitu ambacho watu wengi mmekisikia sana, either kwa tetesi au umeshawahi kufanya au umeshawahi kuambiwa kwamba ni cryptocurrency, kumbe sio cryptocurrency, ukapigwa za uso, au umeshawahi kila mtu ana experience yake kutokana na alipitia njia gani. Lakini naamini kwamba kama ni mgeni kabisa hujawahi kusikia hata hili neno, basi una bahati kubwa sana. Mimi naambiaga mtu yote ambaye anakutana na sisi kwa mara ya kwanza na hajawahi hata kusikia hili neno, then you are very very fortunate, kwa sababu utakuwa umeanza biashara hii au umeanza
umeanza biashara hii kwa njia ambayo ni sahihi na kwa sehemu ambayo ni sahihi. So cryptocurrency it's just tunaposema crypto, it's just a programmable unit ambayo inaweza ikawakilisha vitu mbalimbali huko duniani au vitu mbalimbali duniani, na inaweza ikawakilisha asset, inaweza ikawakilisha share, inaweza ikawakilisha different things. It's just a programmable unit, na kuna different types of crypto. Kuna tokenized assets, kuna utility assets, there are different types. Sawa, na ukitaka kujifunza zaidi basi unaweza ukaendelea kujisomea, kwa sababu ni kitu ambacho kimeshakuwa sana huko duniani. Hii elimu ipo ya kutosha tu, na utapoendelea kuhudhuria pia kwenye mafunzo yetu na ukajifunza kutoka kwa walimu mbalimbali, utaweza kupata elimu kwa ukubwa zaidi. Sawa. So watu wengine wanaita crypto, let's say inaweza ikabehave as a digital asset, inaweza ikabehave as a digital asset, okay, au inaweza ikabehave as a digital share na kadhalika, okay. Let's say digital share na kadhalika. So tunapozungumzia crypto, ili neno crypto limetokana na kitu kinaitwa cryptography. Sawa, limetokana na kitu kinaitwa cryptography. Cryptography ni namna ya kuficha taarifa in a way that mhusika ambao anatakiwa kupokea taarifa ndo aweze kuiona, kuisoma na kuisikia. Ndio maana ya cryptography. Cryptography ni namna ya kuficha taarifa in a way that mhusika ambao anatakiwa kupokea taarifa ndo aweze kuiona, kuisoma na kuisikia. So ili neno crypto hili limetokana na hili neno cryptography. Sawa, limetokana na hili neno cryptography. Na watu wengine wakisikiaga cryptocurrency, kila mtu anakuwa na perception yake kutokana na alichokisikia au alichokiexperience. Lakini hii ni biashara halali kabisa duniani, ni biashara ambayo ni biashara ambayo inafanyika kihalali. It's a very legal business in the world, na ni biashara ambayo inajiendesha yenyewe, na ni biashara ambayo ukiamua kuifanyia kazi basi uwe na utulivu na ukubali kujifunza na utafute mentor mzuri wa kuweza kukusaidia, kwa sababu ukiingia kwa njia sahihi kwenye soko la cryptocurrency basi in a few years una nafasi nzuri sana kuweza kuboresha hali yako ya kipato kwa asilimia kubwa sana. Lakini ukiingia kwa njia mbaya basi ni soko ambalo utalichukia. Lakini it's a very rewarding market, na ni soko ambalo lina uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu in a very very big way. It just takes time na it takes patience, lakini pia uwe tayari kujifunza. Na the good thing is you're very fortunate, kwa sababu sisi tumewekeza zaidi katika kufundishana. Ndio maana ukiangalia hata magrupu yetu, kwa watu ambao kwenye magrupu yetu ya biashara, magrupu yetu sisi hayanaga mambo mengi. Kwa hiyo ukiona grupu letu lipo kimya, aidha kama una swali uulize, otherwise utaliacha tu kama lilivyo. Sisi hatunaga mambo ya kutuma message mengi sana kwenye group, kwa sababu tunaamini katika kupeleka information ambayo it's important at the right time. Sawa, so ni biashara ambayo ni nzuri sana, ni biashara ambayo ina uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu kwa hali yake ya uchumi kwa asilimia kubwa sana. So kama nilivyoelezea cryptography kwamba ni namna ambavyo taarifa unaweza ukaficha taarifa ili mhusika ambao anatakiwa kupokea taarifa yeye ndo aweze kuiona, kuisoma au kuisikia. So cryptocurrency imetumia lugha ya kificho ya cryptography kwa ajili ya kuweza kutunza usiri wa mteja, lakini pia kuweza kuhakikisha kwamba mali za mteja zinakuwa salama. Sio kama tunaelewana hapo, sawa? So na hizi crypto zipo nyingi sana duniani na zinatumika katika matumizi mbalimbali, lakini namna ambavyo unaweza uka benefit sasa, namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza kipato kwenye hili soko la biashara, kuna njia mbalimbali, lakini hizi ni njia tatu kuu. Unaweza ukanunua hizi assets au shares au depending na the crypto ambayo unayotumia na kwa ajili ya matumizi gani. So you can buy them, unaweza ukanunua and you can
you can hold. Sawa unanunua hizi mali na unazihold. Unazihold. Nitakupa mfano, sijui kama kuna watu ambao wameshawahi kusikia umeshawahi Bitcoin. I believe kwamba watu wengi mmesikia Bitcoin 2010 ilikuwa inauzwa around 300 T shilling to 500 T shilling. Ilikuwa inauza shilingi 300 mpaka shilingi 500 ya Kitanzania. Hii ni 2010. But 2025 mwaka jana Bitcoin 2025 mwaka jana Bitcoin ilipanda mpaka $1,123,000. $1,123,000. This is like $300 million. Yaani ulikuwa ukitaka kununua Bitcoin ambayo ilikuwa inauza shilingi 300 mpaka shilingi 500 ya Kitanzania 2010 mwaka jana, ulikuwa unahitaji angalau milioni 300 kuweza kumiliki hisa moja ya Bitcoin au kumiliki one asset ya Bitcoin. Na sio hiyo tu, kuna nyingine inaitwa BNB. BNB iliingia sokoni 2017 ilikuwa inauzwa $0.1. Last year BNB ilipanda mpaka $1,200. Sasa hivi assets za crypto zimeshuka kidogo, na ni just season zake, it's just a cycle, kwa sababu kila soko la biashara lina cycle. Hata kilimo nacho kina cycle, hata biashara tofauti zina cycle, hata biashara za nguo zina cycle, hata biashara za every business has a certain cycle. Kuna kipindi ambapo soko lipo juu na kuna kipindi ambapo soko lipo chini. So hichi ni kipindi ambacho most assets ambazo especially they are tradable zinakuwa na fluctuation kubwa, lakini pia drop kidogo, but still people are making significant profits kama ni mtu ambaye unajua nini ambacho unachokifanya kwenye hili soko la biashara. So hii ni njia ambayo watu mbalimbali wanatumia kwa ajili ya kuweza kuongeza au kutengeneza kipato katika hizi assets. Unazinunua zikiwa bei ya chini, unaziuza zikiwa bei ya juu. Yaani uzuri ni kwamba unatakiwa tu upate asset kwa bei nzuri, na crypto inaweza act as a share, kama vile tu ambavyo unavyonunua let's say hisa ya CRDB. Sawa mtu ambaye alinunua hisa ya CRDB ikiwa inauza shilingi 500 na mtu ambaye ananunua sasa hivi, mtu ambaye ananunua ikiwa inauza shilingi 500 sasa hivi ipo katika profit margin nzuri sana. Hata kama CRDB ishuke kiasi gani, bado atakuwa katika profit margin nzuri, kwa sababu kurudi katika shilingi 500 yani inaonyesha kwamba the company itakuwa inafanya vibaya sana. As you can see ni tayari ni kampuni ambayo imeshajitengenezea foundation nzuri na stability nzuri. So unapokuwa unataka kununua hizi digital assets for long term, unatakiwa uzipate kwa bei nzuri. Unanunua kwa bei ya chini, then unakuja unakaa nazo. Yani ukinunua unatakiwa uwaze miaka 5, miaka 10, miaka 15. Usinunue hizi assets kwa mtu ambaye una malengo ya kupata faida ya kubadilishia maisha ukafikiria mwaka mmoja au miaka miwili au miaka mitatu. Unakuwa unafikiria muda mrefu. That's buy and hold. Lakini pia unaweza ukafanya kitu kinaitwa buy and trade, ukaweza kutengeneza faida. Unaweza ukabuy and trade. Sawa sasa hii ni njia watu wengi wanakimbilia, lakini from my experience huwa sishauri mtu yote ambaye ni beginner anzie hapa, kwa sababu the market can be very disappointing, na ukaona soko la biashara sio nzuri, lakini that's not reality. Sababu unapokuwa unafikiria, unapokuwa a trader, japokuwa kuna traders ambao wapo katika phases tofauti. Kuna short term traders, kuna middle traders, kuna long term traders, lakini unapokuwa a trader inamaanisha kwamba wewe unaangalia in a short time period, kwa muda mfupi. Inaweza ikawa maybe a day trader, maybe a scalper, whatever, au unaweza ukawa you are looking at maybe a month, 2 months, 3 months, au unaweza ukaangalia you are looking at a year. But at the end of the day, as a trader, it's just a short period of time, maybe less than a year, unaona. Lakini most assets ambazo zinakupa life changing income, especially kama unaanza na mtaji ambao ni wa kawaida, kupata life changing profit, basi unahitaji kuipa muda asset yako iweze kupumua, unaona. Na unapokuwa as a trader unacheza na liquidity of the market, yaani kupanda na kushuka kwa soko, buy low sell high. So ni njia nyingine ambayo you can look at na you can make money, lakini
it's a very very risky way to also yani as a beginner kuanzia, lakini pia you can also buy and stake hizi assets, sawa. Na sio kila asset au kila crypto inatoa nafasi ya kufanya staking, no, but ukipata a good crypto na ukaweza kupata a chance ya kustake, basi unakuwa ni kama vile umeokota dhahabu, kwa sababu staking ni kile kitendo ambacho unakuwa na umenunua let's say hisa yako ya kidijitali na then akati unangoja akati unaihold ili iweze kupanda thamani, basi unakuwa unaifungia kwenye mkataba, sawa, ili uweze kufanyia uzalishaji wa kila siku uweze kupata faida. Sawa, kwa staking ni kile kitendo ambacho unanunua hisa yako ya kidijitali, akati unaihold unaiweka kwenye fixed contract ili iweze kukuzalishia faida, sawa. That's the meaning of staking. Na kuna different assets ambazo unaweza ukastake na zinatoa different daily dividends kulingana na asset imekuwa kiasi gani, au asset ina assets zipi za revenue, au asset ina function gani, au asset inatumia mfumo gani wa kutoa daily dividends, kwa sababu hizi ni kampuni na kila kampuni inaamua namna ambavyo inavyotaka kujioperate, sawa. So na this is the best way for beginner, kwa sababu inampatia mtu passive income. With staking you can earn passive income, you can just make your money work for you. Ni kama mtu ambaye ananunua hisa zake katika mifumo ya kawaida tuliozoea, anapata dividends kila baada ya miezi 6, but hisa za kidijitali zinaweza kukupa dividend ya kila siku, kwa sababu hii ni biashara ambayo ipo wazi kila siku. One of the msemo ambao utakao usikia wanasema kwamba crypto never sleeps, yani biashara ya crypto ilali, kwamba unakuwa unapata faida, yani biashara inafanya kazi kila siku, so you can generate profits every day. Unaona, ni soko la biashara ambalo halilali kabisa, so ni wewe mwenyewe tu na dedication yako na discipline yako na malengo yako, namna gani ambavyo you can make money every single day. So with staking you can earn passive income. You generally just let your money work for you, sawa. All right, so hizi assets zinatunziwa kwenye kitu kinaitwa digital wallets, sawa. Digital wallets or exchanges. Okay, zinatunziwa kwenye kitu kinaitwa digital wallets or exchanges, sawa. Let's say Binance wallets, si kama mmeshawahi kusikia Binance, OKX wallets, what is this, Bybit wallets, kuna Encryptors wallets, kuna CoinGecko, kuna Bitget, there are so many of them. Unaona, zinaitwa digital wallets or exchanges, na watu tunachagua wallets tofauti kulingana na mahitaji yetu na services zinazotoa, sawa. Sasa sisi tunatumia wallet inaitwa Encryptors. Encryptors wallet, na Encryptors wallet ina operate for 6 years now, na miaka 6 sasa hivi kwenye operation, na inatoa services mbalimbali. Inatoa service ya swapping. Ukitaka kuswap one asset to another kwenye Encryptors wallet unachajiwa $3, lakini pia inatoa service ya yield farming, inatoa service ya IDO program ambao wanachaji license ya $24 kwa mwezi kwa mtu ambao anataka kuitumia. Inatoa services ya gaming, unaweza ukacheza game pale na ukaweza kupata rewards, wanakata 10% ya faida utakaposhinda. Inatoa service ya staking, staking rewards. Kila siku unapokuwa na dividends za staking unapata 25%, wawekezaji wanachukua 75%. So ina huduma mbalimbali na ni wallet ambayo bado inakuwa. Wataleta mambo ya stocks na kwa watu ambao wanataka kufanya trading itakuja kuwekwa hapo baadaye. So ni wallet ambayo bado inakuwa na kuna so much potential na more opportunities ambazo zinakuja huko mbeleni. So it's just a matter wewe kati opportunities zinavyoendelea kutengenezwa zaidi, wewe utakuwa umeweza kumaster kiasi gani namna kuweza kunavigate within your wallet, na utakuwa umeshaanza kutumia service gani, sawa. So leo tutaenda kuzungumzia kuhusu staking service, kwa sababu ndo rahisi kwa beginner kuweza kuitumia kwenye hii wallet staking. Na Encryptors wana hisa yao inaitwa Inky, au token yao inaitwa Inky. So
with Inki unaweza ukainunua ukaifanyia staking, sawa, ukaifanyia staking na ukawa unaweza kupata daily dividends kila siku. Na tumeshasema kwamba staking nini? Staking ni kile kitendo ambacho wewe una buy your digital share, then una lock digital asset zako, then unakuwa unapata daily dividends kila siku, because asset zako zinatumika kwa ajili ya kuweza kuimarisha mfumo wa blockchain na kuweza kusaidia katika validation na transactions kwenye blockchain system. Kwa asset zako zinafanya kazi because umezilock, umeruhusu mfumo uweze kuzitumia kwa ajili ya kuweza kufanya kazi. So hiyo ndo maana ya staking. Na one of the best contract ulionayo ni mkataba wa miaka mitatu, 36 months contract. This is the best contract ambayo mimi nakushauri uweze kuitumia, ambayo ni miaka mitatu, na ndani ya miaka mitatu unavolock asset zako, una uwezo wa kutoa faida yako muda wote, but principal amount itatoka mwisho wa mkataba. Na hii contract ya miaka mitatu inatoa dividends ya 0.2% mpaka 0.23%. Okay? Natoa dividend ya 0.2% mpaka 0.23%. Sawa? Na unaweza ukatoa faida yako anytime. So let's take an example. Hapo ukiangalia hii ni gross. This is gross daily income. Daily profit. Okay? Gross daily dividends, see? So hapa kila siku tunapopata faida, kampuni inachukua 25%, then sisi tunabaki na 75%. So ukitoa asilimia za kampuni hapo utapata kwa mwezi ni 4% mpaka 4.8, sawa, kwa mwezi. 4% mpaka 4.8 kwa mwezi. So this is monthly. So hii ni monthly net profit sasa. Okay? Hii ni monthly net profit. So hizi ndo dividends ambazo unaweza ukapata. So let's take an example. Una hisa za milioni 10. Sawa, umenunua hisa zenye thamani ya milioni 10. So ukizidisha hapa by 0.2%, ukazidisha by uzidisha by 75% ili upate net. Sawa, hapo nimetoa faida ya nani? Nimetoa faida ya kampuni. So ukichukua milioni 10, 10 million times 0.2% times 75%, utapata ni 15,000. 15,000 per day. Okay? So ukizidisha hapa kwa 30, times 30 utapata ni 4,500,000. Sawa, utakuta ni 4,500,000 to pamoja. Kwa inamaanisha kwamba kwa mtu ambaye mwenye hisa zenye thamani ya milioni 100 ana uwezo wa kutengeneza mpaka 4,400,000 na milioni 4 na 500,000 kwa mwezi. Ambao ukiangalia kwa taasisi nyingi tulizozoea huwa tunapata 1%. Unakuta mtu mwenye milioni 10 labda anapata 100,000 kwa mwezi, unaona? Au mtu unakuta labda mfano kama unanunua hisa za milioni 50, na maanisha kwamba ukose hata milioni 2 na 500,000 kwa mwezi, which is very good profit. That is 4 times the amount of money tuliozoea. Sawa, so wewe mwenyewe unaweza ukajipigia mahesabu, unataka ufike wapi. Watu wengi ambao unakuta labda hauna back some amount of money ya kuanza kwa pamoja, unaanza kuwekeza hisa kidogo kidogo. Sawa, unaweza kuwekeza hisa kidogo kidogo. Sasa hizi faida zinatoka wapi? Sawa, hizi profits zinatoka wapi? Profits zinatoka wapi? Okay, source of profits. Sawa, hapa tunazungumzia upande wa staking. Sisi faida tunazolipwa zinatoka wapi? One of the source of profit ni transaction fees. Sawa,
Transaction fees inamaanisha kwamba ni makato ya miamala ambayo yanafanyika kwenye blockchain. Kila unapokuwa miamala unapokuwa una transact kwenye blockchain au unavyo withdraw kwenye blockchain, unavyo withdraw unakuwa unakatwa makato, na hayo makato yanakuwa yanatengeneza revenue, na ni kutokana pia na assets zetu ambazo zinatumika katika kuweza kuvalidate miamala kwenye blockchain system. Lakini our biggest source of profit ni hisa mpya ambazo hazijaingia sokoni. Hisa mpya ambazo hazijaingia sokoni. Sawa Kila kampuni ina utaratibu wake wa kuingiza hisa zao sokoni, sawa na Inkryptus au Inky token zipo hisa milioni 200 tu, only 200 million. One of the reason kwa nini hisa za kidijitali zinakuwa, yani zina uwezo wa kufanya ukuaji mkubwa ni kwa sababu pia zina limit, yani kuna limited amount. Kwa hiyo miaka inavyoenda zinazidi kuwa adimu. Mali ikiwa adimu sokoni, what happens? Inamaanisha kwamba bei inapanda automatically mali inavyokuwa adimu sokoni. That's why yani miaka inavyoenda hisa nyingi za kidijitali ambazo zina specific amount au maximum supply unakuta zinafanya vizuri, as long as pia the project ina wazo ambalo ni imara, ambalo linahitajika katika community, sawa So Inkryptus ina hisa ambazo hazikuingia kwenye market zote moja kwa moja. Inky zipo milioni 200, na katika milioni 200 Inkryptus ilichukua 5% ambazo ni milioni 10. So katika milioni 200, 5% ambazo walichukua waanzilishi kwa ajili ya kufanya wallet development zilikuwa ni milioni 10, zikabaki milioni 190 ambazo zilikuwa zinatakiwa ziingie kwenye market. Sasa makampuni mengine huwa wanafanya kitu kinaitwa IPO, Initial Public Offering. Unakuta wana let's mfano kama labda sigara, wana hisa zao 300,000, wanataka kuingiza kwenye market. Wanaweza ukachukua hisa 50,000 wakazifanyia IPO, wakaziuza kwa mnada ili kuweza kupata mtaji wa awali. Wakati Inkryptus inaingiza hisa yao ya Inky sokoni, tayari walikuwa wameshafanya biashara kwa miaka 3, so they had money, walikuwa na mtaji kiasi kwamba walikuwa hawahitaji kuuza hisa zao kwa mnada. Sasa hizi hisa milioni 190 zinatakiwa ziingie sokoni, zitaingiaje? Wao wakaamua kuziingiza kama staking rewards kwa wawekezaji, sawa So wao hawakuuza hisa zao kwa mnada, waliamua kuziingiza kama staking rewards kwa wawekezaji. Tupo pamoja. So kila siku wana mint au wanaingiza hisa 10,000 kwenye market. Every day wanaingiza hisa 10,000 kwenye market kwa ajili ya kulipa kwa ajili ya kutoa daily dividends. Na wanazigawa vipi? Kila mtu anapata dividend kulingana na idadi ya hisa alizonazo na mkataba aliochagua. Mkataba mzuri tulionao ni wa miaka 3, lakini kuna mkataba wa mwaka mmoja ambao unalipa kidogo zaidi, almost a difference of 35%. So mimi namshauri mtu, kwa sababu umeamua kuinvest miaka 3, unakupa dividend nzuri, lakini pia unakupa nafasi ya kuvumilia ukuaji wa hisa zako, kwa sababu ukishaloka asset zako unakuwa uzifikirii tena. Wewe utakuwa ukihitaji faida yako tu, unaitoa muda wote, unaona. So every day wana mint 10,000 tokens kwa ajili ya kuweza kutoa kama daily dividends. Sio kama tunaelewana mpaka hapo? So kama zipo milioni 190 na kila siku wana mint 10,000 daily 10,000 tokens kwa ajili ya kuweza kudistribute kama rewards, inamaanisha kwamba tuangalie sasa zitachukua muda gani hizi hisa 10,000 kuweza kufanyaje, hizi hisa milioni 190 kuweza kuingia zote sokoni. So ukipiga mahesabu hapo, hisa milioni 190 ukigawa kwa 10,000 ambazo zinaingia sokoni kila siku, utapata hapa ni siku 19,000. Ukigawa hapa kwa 365 utapata ni miaka 52, 52 years. You take 52 years
hisa zote ambazo zinatakiwa kuwa distributed kama rewards ziweze kuingia kwenye market, na hisa ya mwisho itaingia mwaka 2080 kama Encryptors wataendelea kutumia distribution hii, na hawawezi kubadilisha bila sisi kuweza kuvote. Ni kama vile ambavyo Bitcoin ya mwisho itaingia duniani mwaka 2140. Kwa sababu gani? Distribution yake ilishapigiwa mahesabu. Kila baada ya miaka minne Bitcoin wao wanachofanya ni kwamba wanapunguza idadi ya assets ambazo miners wanapokea kama rewards. Unaona, kwa kila kampuni na mfumo wake au utaratibu wake wa kuweza kuingiza token zao sokoni, haziingii zote kwa wakati mmoja. Unaona, na hii inasaidia pia kuweza kustabilize token na kuweza kufanya hisa iweze kuwa na uimara zaidi. Sasa sijajua kama mpaka hapo tumeweza kuelewana, na kama kuna mtu yeyote mwenye maswali mpaka hapo niweze kumkaribisha tafadhali. Just a minute. Bear with me.